Horatio Gates Spafford ndiye mwandishi wa maneno ya wimbo huu, na tuni ilitungwa na mtu aliyeitwa Philip Paul Bliss. Ni salama rohoni mwangu. Horatio Gates Spafford alizaliwa mwaka 1828 na kufariki mwaka 1888, na Philip Paul Bliss alizaliwa mwaka 1838 na kufariki mwaka 1876. Mtumishi huyu wa Mungu Horatio Spafford alikuwa ni mwanasheria mwenye mafanikio makubwa, na pia alikuwa ni tajiri ambaye aliishi na kufanya biashara zake huko Chicago nchini Marekani. Alikuwa na mke mmoja aliyeitwa Anna Lawson Spafford na watoto 5, ambapo mabinti walikuwa 4 na mvulana mmoja. Wote kwa pamoja walikuwa ni Wakristo wenye bidii katika kujifunza neno la Mungu. Katikati ya mafanikio yake, Horatio alimpoteza kijana wake katika mwaka 1870 aliyefariki kwa ugonjwa uitwao kwa lugha ya Kiingereza scarlet fever, unaosababishwa na bakteria. Akiwa bado anaendelea kuomboleza kifo cha mtoto wake mpendwa, tarehe 8 ya mwezi wa 10 mwaka 1871, siku ya Jumapili, majira ya saa 3 usiku, moto mkubwa uliopewa jina la The Great Chicago Fire uliwaka, na chanzo chake inasemekana kuwa ni ng'ombe aliyepiga teke taa ya mafuta iliyokuwa katika banda lake. Moto huo ulisababisha vifo vya watu takribani 300 na uliteketeza eneo takribani kilomita za mraba 9 na kuacha watu zaidi ya 100,000 bila makazi. Katika ajali hii ya moto, mtumishi wa Mungu Horatio Spafford alipoteza mali zake nyingi kwa sababu aliwekeza sana katika eneo hilo la Chicago. Wakati biashara za mtumishi wa Mungu Horatio zinaanza kufanikiwa, janga jingine lilimpata. Mnamo mwaka 1873 biashara zake zikakumbana na anguko kubwa la uchumi, the Great Economic Depression, lililoendelea hadi mwaka 1879. Anguko hili la uchumi lilitokana na sababu nyingi, ikiwemo moto mkubwa wa Chicago ule wa mwaka 1871. Kutokana na matatizo hayo yote ambayo familia yake ilipitia, mtumishi wa Mungu Horatio aliamua kwenda nje ya nchi ya Marekani na familia yake kwa ajili ya kupunguza msongo wa mawazo, na sehemu aliyoichagua kwenda ni Uingereza, ambapo pia rafiki zake Horatio waliishi, huku wakitoa huduma ya Injili kwa njia ya utalii ulioratibiwa na mchungaji John Wilbur Chapman. Muda mfupi kabla ya safari yao, Horatio alipata udhuru uliomfanya abaki nyumbani kushughulikia masuala yaliyokuwa yamejitokeza katika biashara yake, hivyo aliruhusu familia yake kutangulia na yeye kufuata baadaye. Mnamo tarehe 15 mwezi wa 11 1873, familia yake Horatio, mke na watoto 4, walianza safari kutoka New York, Marekani, kuelekea Uingereza kwa meli iliyoitwa Ville du Havre. Wakiwa safarini tarehe 22 Novemba 1873, majira ya saa 8 usiku, wiki moja tu baada ya kuanza safari, wakiwa ndani ya bahari ya Atlantiki, meli ya Ville du Havre iligongana na meli iliyoitwa Loch Ear. Takwimu za kikosi cha uokoaji zilieleza kuwa kiasi cha watu 226 kati ya watu 313 waliokuwa ndani ya meli ya Ville du Havre, wakiwemo mabinti wote 4 wa Horatio, walipoteza maisha, na watu 87 tu akiwemo mke wa Horatio ndio waliosalimika. Disemba 1, 1873, mtumishi Horatio alipokea ujumbe kutoka kwa mkewe ambaye alinusurika katika ajali hiyo, akimweleza kuwa ni mimi tu nimesalimika. Ndipo Horatio akasema, ijapokuwa nimepata majaribu kiasi hiki, nina furaha kwa sababu bado ninamwamini Mungu. Wiki chache baadaye, Horatio akiwa njiani kuelekea Uingereza, alipokuwepo mke wake, nahodha wa meli aliyokuwamo Horatio aliwataarifu abiria kuwa eneo walilokuwa wanapita ndiyo ilipotokea ajali ya meli iliyoangamiza watu 226 ikiwemo watoto wote wa Horatio. Kwa majonzi na uchungu mwingi, mtu wa Mungu Horatio alijipa moyo kwa kusema, ni salama rohoni mwangu. Baada ya kufika pwani na kukutana na mke wake, walielekea Liverpool kwa mwinjilisti Dwight L. Moody. Walipofika kwa mwinjilisti, aliwapa pole kwa matatizo yaliyowapata.
na wakaitikia kwa kusema, ni salama, mapenzi ya Mungu yatimizwe. Miaka 2 ilipopita baada ya tukio la kufariki kwa binti zake, Horatio aliamua kutunga maneno ya wimbo huu, ni salama rohoni mwangu, yakiwa ni ishara ya mwitikio wa faraja ya pekee aliyoipata kutoka kwa Yesu. Changamoto hazikuishia hapo tu. Kwa mara nyingine, Mungu alimbariki Horatio na mkewe na kuwapatia watoto 3, mabinti 2 na mvulana mmoja. Kijana wa kiume kwa bahati mbaya tena alifariki dunia mwaka 1881 akiwa na umri wa miaka 4 tu. Pamoja na hayo yote, Horatio hakukata tamaa wala kumwasi Mungu, bali aliendelea kumtumaini na kumtumikia Mungu zaidi. Mateso na majanga mbalimbali yanaweza kutupata kama alivyompata Ayubu na Horatio, lakini tutambue kwamba si mara zote mateso ni adhabu dhidi ya dhambi zetu tulizozitenda. Sambamba na hilo, tunapaswa kutambua pia kuwa mafanikio tupatayo si mara zote ni zawadi ya kuwa watu wema, bali ni matokeo ya ukarimu wa Mungu wetu. Hivyo basi, wale wanaomfuata Mungu si kwamba hawatapata matatizo, watapata sana, lakini matatizo hayo lazima yawaongoze kumtambua Mungu na sio kumkimbia. Pia yawaongoze kumtambua Shetani na sio kuogopa mashambulizi yake. Mungu akubariki sana. Natumaini umebarikiwa na umejifunza mengi kupitia historia hii ya Bwana Horatio. Karibu tena, usikose kufuatilia historia zinazofuata zenye kujenga na kuleta matumaini, zinazotia moyo kupitia maisha ya watu wa Mungu walioishi wakati huo. Ubarikiwe sana na uwe na wakati mwema.